kukosa ufalme wa Mungu. Jambo la kwanza, usiposamehe mbinguni hakuna kwenda. Ni habari mbaya sana. Biblia inazungumza kwenye Mathayo sura 6 mstari wa 15. Mathayo sura 6 mstari wa 15. Wanadamu wengi watakuja kunisomea. Changamoto ya kwanza ni mwanadamu hakubali kusamehe. Si mwepesi wa kusamehe. Ni nature ya mwanadamu. Hapendi kusamehe. Yaani manaka anapenda kulipiza kisasi. Lakini Bwana Yesu amekwisha kutuonya kwamba kisasi ni njia Bwana mwenyewe. Hatuna sababu ya kulipiza kisasi. Hatuna sababu ya kulipiza kisasi. Naomba mtumishi wa Mungu nisomee Mathayo sura 6 mstari wa 15. Anazungumza nini? Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema, bali msipowasamehe watu makosa yao. Bali msipowasamehe watu makosa yao. Wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Ay. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh Mungu wangu nisaidie. Oh Mungu wangu nisaidie kusamehe. Hebu nisaidie kumwambia shani yako, Mungu wangu nisaidie kusamehe. Hebu jiambie mwenyewe kwamba Mungu wangu nisaidie kusamehe. Mungu wangu nisaidie kusamehe. Biblia inasema hivi, mtu asiposamehe na yeye hatasamehewa mbinguni. Wewe mwenyewe ni shahidi kabisa. Si habari ya maisha yako mwenyewe. Wewe ni nani hasa ambaye hutaki kusamehe? Wewe unajua mangapi umemkosea Mungu tangu asubuhi? Tuanze tu tangu asubuhi. Ukiachana na jana, ukiachana na wiki iliyopita, ukiachana na mwezi uliopita, ukiachana na mwaka uliopita, umemkosea Mungu mara ngapi? Watu wangapi umekosea? Hebu jichunguze mwenyewe. Ni mangapi ambayo umekosea? Mungu ametuonya mapema kwenye Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 15. Mtu asiposamehe na yeye hatasamehewa. Mtu asiposamehe na yeye hatasamehewa. Tunaona madhara makubwa ya kutokusamehe. Madhara ya kutokusamehe tunaona inasababisha uchungu mkubwa. Ndoa watu wanachana kwenye ndoa kwa sababu roho za kusamehe hasipo tena. Ile sio swala la upendo, ni swala la kusamehe. Haleluya.